Kama vipi naweza kukutembelea na kutingia kwako maskani, tunapiga story 2-3 vipi namna gani? Ni spy wa kitaa tena, na leo nimetimba kitaani ambapo leo nawakutanisha na mrembo mmoja, mrembo tulivu kabisa ambaye tutapiga naye story kidogo, then atuambie, nadhani wewe tupige naye story za mahusiano. Mahusiano yake yana hali gani, anazingatia nini akidate na vitu vingine. Mambo vipi miss? Poa, mambo. Wewe unaitwa nani? Naitwa Suzy. Bwana tumekutana na Suzy. Suzy unakaa wapi? Mimi nakaa Masake. Kumbe wakishua. Mimi mwenyewe si unaona. Au sio ofisi fulani umependeza nini? Nani anazingatia? Hapa kiujumla najizingatia mwenyewe. Maanisha kama uko single au? Niko single. Lakini siwahi kudate. Kama nakumbuka ni muda sana siwahi kudate. Mrefu. Ilikuwaje yani? Sikuelewa swali. Yaani ilikuwaje vipi? Yaani ilikuwaje ulidate muda mrefu? Yaani ilikuwaje mpaka unakuwa mwenyewe mpaka sasa hivi? Ni katika mahusiano yangu. Yaani niliona tu wanaume ni wanazingua. Yaani ni mnazingua kwa ujumla ndio maana. Sawa, yaani ulifanywa nini? Maana sio rahisi kwamba tu kati tamaa. Amna, ni wanaume tu kuwa na mambo mengi ndio maana nikaamua tu kuchili peke yangu. Okay. Kwa jinsi ninavyokuangalia muonekano wako, piskali nini, mtoto cheupe, shape, yani una kila sifa. Nashindwa kuamini kwamba uko peke yako, kwa sababu ninavyoamini of course wanaume kutongoza ni wengi. So inakuwaje uko mwenyewe? Squeezy amna, yani yale mapenzi kusema kwamba kuna mapenzi ya kweli kakaangu, hapana. Ila wanaume sio kwamba waje na sio kwamba sitongozwi, ninatongozwa vizuri kila asubuhi, mchana na jioni. Ila kama ni wanakuja ndio hivyo, yani yani tunafanya, yani siku hizi ni hakuna mapenzi, kuna mapenzi tu ya kuongopeana. Kwa tunaongopeana hivyo fresh basi tuna hivyo tu, yani kila mmoja anapita na 50 zake. Sawa, kwa hiyo nataka kuniambia unamalizaje sasa? Wewe unamalizaje? Kama wewe ni kijana lazima ushtuliwe gia. Kwangu mimi sishtuliwi. Yani mimi ni mwana mazoezi, napiga gym, nafanya zangu mazoezi, kwa kile kitu akiweze kuni effect mimi na kwa ni mwana mazoezi. Yani ninapotoka hapa tayari nimeshapeleka nguo za mazoezi gym. Kwa naenda kupiga gym muda wote nakuwa nafikiria mazoezi kichwani. Kwa haiwezi kuniasili wala kuniletea effect yoyote kwenye mwili wangu wala kwenye maisha yangu. Yani naona tu ni kitu cha kawaida afu nakuwa niko comfortable yani. Hivyo. Kuna changamoto yote ambayo unaipitia labda, au unawashaurije vijana ambao wana vipaji labda hawajaweza kuentertain kama wewe? Mimi ninawashauri vijana wajitokeze, kama wana vipaji wasikae tu nyumbani kujibweteka. Sanaa ni ipo na vikundi ni vingi sana, yani wanaweza, kama mimi hapa nipo bila Hamasa Films nisingeweza kuonekana hapa, nisingeweza kuwa hapa. Kwa hiyo yani watafuta tu vikundi wanavyoweza kujiingiza, yani chochote kile anazoweza kufanya ili mradi aonekane kwa watu duniani wapi mbele ya safari, yani hivyo tu yani kakaangu. Okay, kabla sijamaliza ningelipenda nikuulize swali la mwisho. Labda unaweza kuadhibitishia vijana kwamba labda wewe kutokana na sanaa umepata faida gani zaidi? Mimi nimepata fursa, nimejifunza, kwanza ninaelimishwa, na mimi pia naelimisha pia, nachekesha, yani nafanya comedian, nachekesha, nafanya tamthilia na fursa tu mbalimbali za kutoka hapa. Sasa hivi kama hivyo kuna tamthilia inaonyeshwa sinema zetu inaitwa Taswira. Mimi mure nipo baba. Kuna mle humo? Nipo, naonekana kwa Lazari na kata miuno bara sebene za kwenda. Basi poa bwana, naomba nisikuji sana, nadhani kwa leo niishie hapo. Tutakutana tena siku nyingine. Asante bwana. Naambiaje mashabiki zako? Mashabiki zangu waendelee kunifuatilia kokote. Umesema unaitwa Spy ya Kitaa. Tunakuwepo wote kama hivi, unakuja kututembelea kitaani kwetu, tunapiga story 1-2-3, washikaji wana. Mimi sinajua mimi ni mpenzi tu nakaga na washikaji maskani, kama vipi naweza kukutembelea na kutingia kwako maskani, tunapiga story 2-3 vipi namna gani, vipi tunaishi barida. Basi wewe noma. Basi poa, nashukuru sana bwana. Asante.